Bwana Yesu asifiwe. Karibuni siku hii ya leo, twende tujifunze neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 23 hadi ile wa 25, na tusikie jinsi Mungu anapotufundisha katika mistari hizi. Neno la Mungu linasema, nalishikeni sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliahidi na ni mwaminifu. Tuangalieni sisi kwa sisi, na tuhimisane katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kusidi kufanya hivyo, kwa kuwa kadiri muonavyo siku ile kuwa imekaribia. Amen. Leo ni siku ambayo Mungu ametupenda akatuweka katika hali hii ili tupate kuja kuzungumza neno lake takatifu. Neno la leo linatoka katika kitabu cha Waebrania mlango wake wa 10 mstari wa 23 hadi ule wa 25. Na neno kuu ambayo tunaenda kujifunza siku hii ya leo ni upendo katika umoja. Upendo katika umoja. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba mwandishi wa kitabu cha Waebrania kulingana na mapokeo ya kanisa ni mtume Paulo kwa imani wa umoja. Na hapo katika mstari huu mwandishi anatukumbusha kwamba Mungu alitoa ahadi yake, naye ni mwaminifu. Tunaposhikilia sana ungamo la tumaini letu, bali bila kuyumbayumba kwetu, tunapata nguvu, na nguvu ya kufanya mambo hayo hayawezi kuelezeka tu, na Yesu pekee ndiyo kiongozi wa ungamo letu. Kwa hivyo katika upendo yote na katika umoja wetu, Yesu Kristo amekuwa ndani ya mioyo yetu, na ndiye anaweza kutuongoza. Katika Waebrania mstari huu wa 24 na 25 inatutia moyo na kutufuta kujengana na kuwa mwili wa Yesu Kristo. Waumini wangekuwa na upendo na matendo mema, wangekuwa na upendo wa kila tabasamu na umoja katika nguvu zake, kama sasa Kristo alipokuwa na umoja ndani ya maisha yetu. Kwa sababu katika upendo na umoja hakuna hata mkubwa wala mdogo, lakini yote yapo sawa sawa, yanayotiririka kutoka katika maisha yetu na makanisa yetu, kwa sababu ushawishi wetu katika maisha ya kila mmoja wetu tunashughulika kwa sababu ya kila mmoja wetu. Na ndio unapoona watu katika ulimwengu wanaeneza hii injili ya Bwana, ili Mungu apate kuimarika ndani ya umoja na upendo katika maisha yetu. Katika upendo wetu na umoja wetu tunaweza kulinda mazingira yetu kwa kupanda miti, kwa kuhakikisha kama maisha yetu ama mazingira yetu, kama wengine tunasotunza wanyama wafurahi na ndege wafurahi kulingana na mazingira ambayo tuko. Hiyo ndio upendo wa Mungu na umoja ambaye iko ndani yetu, kwamba maeneo yetu yawe safi ili tupate kuifurahia utunzaji bora wa mazingira yetu. Kulingana na mioyo yetu, mazingira yetu yawe bora kwa mwili wa Yesu Kristo. Mazingira yetu ndani ya roho, ndani ya mioyo yetu yawe safi katika mwili wa Yesu Kristo, tukizingatia kabisa tumaini letu tunalokiri, maana Mungu aliyefanya ahadi zake za uaminifu. Tujitahidi kushughulikiana kwa ajili ya kuongeza bidii, kupendana na kutenda mema kwa ushirika wa Yesu Kristo. Tujaribu twende pamoja katika maisha hii yetu, ili Mungu apate kuonekana ndani ya ushirika wetu ambaye tunaye. Bali tunapaswa kusaidiana kama tujuavyo siku ile ya Bwana itakapokaribia kuja. Katika Yohana mlango wake wa 8 mstari wa 36 inasema hivi: nasema basi Bwana akiwaweka uhuru, mtakuwa uhuru kweli kweli. Kwa hivyo Bwana akituweka uhuru, tunakuwa uhuru, na tutakuwa na upendo, tutakuwa na umoja,
tukishirikiana na ile yetu, yote yatakuwa uaminifu katika maisha yetu. Amen.